Children, hello children, how are you? Are you okay? Are you ready? Better, better, better. Better, better, better. Mtazamaji, ni kusalimu nikiamini kuwa wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo. Ni Precious Nursery and Primary School iliyopo hapa katika mtaa wa Nyerere. Ni kitovu cha maadili, heshima na nidhamu, ambapo kupitia kipindi hiki tutakwenda kuzungumza na walimu ambao wanapatikana ndani ya shule hii, kujua ni changamoto gani ambazo wanakumbana nazo, ni mafanikio gani ambayo wamepigia, na ni kwa namna gani wamejipanga kwa ajili ya kuendeleza maadili, heshima na nidhamu, na kuona ni kwa namna gani wanazalisha ile product ambayo ni nzuri zaidi na ni njema kwa ajili ya kuleta mafanikio. Ungana nami, naitwa Omar Shukur. Ungana nami, nyuma ya kamera ni Mr. Chichi pale, ambaye anakuhakikishia ni kwa namna gani matangazo haya yanakwenda vyema kabisa. Hello all of you, clap one, clap two. Nikisema jump jump, I like it. Jump jump, jump jump. Oh, all of you sit down. Okay, so today I want to talk with you, okay? You are supposed to keep quiet. You are supposed to keep what? Quiet. All of you, hello children. Hello teacher. So nataka kuona kwamba watoto wazuri wanahesabu namba. Number 1, how are you? Shalala, shalala. Sawa? Mimi naimba, nyinyi mnaitikia, sawa? Number 1, how are you? Shalala, shalala. Number 2, how are you? Number 3, how are you? Number 4, how are you? Thank you very much. Thank you very much. Thank you, all of you. Clap one. Sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down. Hello. My name is Munawarat. My father's name is Juma. My mother's name is Adija. I am 7 years old. My school's name is Precious Muslim Academy. Bakikra. First of all, thank you God, thank you my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thank you my teacher and all students. Everybody hi. My name is Adnat Hamad Salu. I live at Nyerere. We are 7 people in my family and let's born. My school's name is Precious Muslim Academy. My family food is biryani. My picture and my future ambition is to. Karibu katika kipindi cha Dira ya Elimu, ambapo leo hii tumefika hapa Precious Muslim Academy, ambapo tutakuwa na mahojiano mbalimbali na walimu wa shule hii ama kituo hichi, kujua ni kwa namna gani wanakabiliana na changamoto mbalimbali, ni zipi hatua ambazo wanachukua, lakini ni kwa namna gani wanashirikiana na jamii ili kuhakikisha kwamba kituo hichi kinakuwa vyema, salama, lakini na kituo bora kwa ajili ya kuzalisha na kutoa malezi. Pembeni yangu ni mkuu wa kituo hiki, ambapo atakwenda kujieleza jina lake kamili, lakini vile vile tutakuwa na mahojiano mbalimbali. Naam, habari za leo? Salama. Jitambulishe ili mtazamaji na jamii wa kufahamu. Jina langu Juma bin Makame. Kama msimamizi mkuu katika taasisi yetu. Kweli tupo hapa masaa 24 kwa ajili ya vijana kuwalea katika mazingira ya kuweza kupata elimu bora na malezi bora. Kwa faida ya mtazamaji, labda tuelezee historia fupi ya kituo hiki. Kwa kweli kituo hiki waanzilishi wa kituo hiki ni walimu wa madrasa, baada ya kukaa kuangalia jamii hivyo
Basi kwa kwanza kitu kama hiyo, walimu wa madrasa ndio ambao walianzisha ripoti hii kuangalia hali ya jamii ni muda gani kama sasa hivi kuna kaunti tunaona ndani ya kituo kuna skuli kabisa ambayo inatoa malezi kwa watoto hawa hapa mtaani. Sasa tukiongea na shule, tunakuwa na changamoto gani kama kituo kinachowasaidia? Kwa kweli kama nilivyokuambia, tuliamua kuanzisha hii kituo cha skuli hii ili kuweza kumwandaa mtoto mapema katika malezi na maadili. Sababu kazi yetu ni kuimarisha maadili na malezi bora. Kwa tuliona kituo hichi basi itakuwa ni bora zaidi, maana yake kwa mtoto tunaweza kumchukua chini. Na changamoto kwa kweli, changamoto zimo nyingi. Watu hawajafahamu, wanaona labda ni hali ya kawaida tu, lakini tunaendelea. Hii changamoto nyingine kwa wazazi na wengine katika hali ya malipo, pengine mtoto kwa wakati labda tuje kwa upande wa malezi. Malezi wanafunzi wanakabiliana na changamoto hizi. Malezi wanafunzi wana changamoto kubwa nazo. Wanafunzi wanatakiwa kuona mapema kwamba ili walipata harakati za mwanzo za kitaratibu, lakini wanachelewa kwa skuli koli. Sasa ndio changamoto kwa kuanza harakati za malezi. Kwa kuleta kwa mapema mambo ya harakati za mapema. Tukiangalia sheria hapa kwenye kituo hiki, labda tuangalie, manake nyinyi kama wakuu na wasimamizi wa hiki kituo hamko peke yenu, kuna na wazazi ambao ndio walezi wa hawa watoto. Labda wazazi na walezi wana mashirikiano gani na nyinyi kuhakikisha kwamba kituo kinakuwa vyema na mnafikia malengo? Kama nilivyokuambia, wazazi wamo ambao tayari wana mwamko kituo chetu, najua hao wanaanzisha malengo fulani, lakini bado vile vile kuna wazazi bado kama hawajafahamu, lakini wakituelewa nao basi na mimi tutakwenda vizuri. Unadhani wazazi na walezi wana nafasi gani katika kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa vyema? Mzazi na mlezi wao ni watu wa kwanza ambao waweza kumjua mtoto tokea mdogo mwenendo wake uko vipi, waweza kumsoma saikolojia yake, mwanangu sasa yuko vipi yake, basi aweze kuenda naye kwa mujibu vile kumbadilisha kutokana na zile hali zilivyo. Kwa watoto wanatoka kuiga katika mambo ya mitaani bila kutaja polisi na sio kutoka la jimbo inaimba au vile kinafanya. Sasa mzazi awe makini na kuangalia kitu gani anabeba ambacho hakimu ndani ya maadili. Umezungumzia mitaa mkiwa kama hichi kituo cha kuendeleza haya maadili, lakini mkiwa na shule ndani yake, mnachukua jitihada zipi kuhakikisha kwamba watoto hawa mnawalinda wanapotoka huko mitaani? Kama tunavyojua hivi sasa kumekuwa na janga kubwa la udhalilishaji, ni jitihada zipi ambazo jitihada tunazofanya sisi ni kuandaa semina mbalimbali, semina kutengeneza majukwaa ya elimu na jamii, tunazungumzia mtoto vipi alelewe, mtoto vipi makozi yake yawe vipi. Tunajaribu kutoa elimu ya kina, manake vipi mtoto alelewe na makozi yake yawe vipi. Niwashukuru na nikupongeze sana. Tukiendelea kusalia mwishoni, tunaona kwamba hiki ni kituo na pana skuli ndani yake. Serikali ina nafasi gani kwenu nyinyi na mnashirikiana nayo vipi ili kuhakikisha kwamba mnakwenda sambamba? Kweli kwa serikali hapa tunashukuru, tunakwenda tunapeleka taratibu zote, manake ile taratibu inayostahili sio ya serikali, basi sisi tunakwenda nayo. Kama ni kufuata sheria ya serikali, kwa kufuata sheria basi tutafuata sisi, tumepata usajili kwa rais mwenyewe ambaye anatoa vibali vya NGOs, tayari tumepata na watoto shule tunaweza elimu tunachukua taratibu zote tunapata
Ni yepi matarajio yenu sasa? Kwa kweli matarajio yetu tunategemea inshallah Mwenyezi Mungu akijalia jamii itakapotufahamu, watapotuelewa, basi tunatarajia watoto wengi katika mitaa yetu hii. Kituo chetu mtoto ambaye tunamsomesha sisi mpaka tufike form 4, mtoto yule kafika kupata elimu ya form 4, hatumwachi, tunamsomesha kutokana na elimu yake ya juu. Tunakaa na mzazi, tunakaa naye tunashirikiana na mzazi ili mtoto asipate muda kukaa mitaani kabla kuendelea kusoma. Sababu ukiangalia leo watoto wengi wametoka form 4 baadaye wanakaa mitaani, ndio wanaanza kukamata panga. Mingi wanaanza kukaa vikao viko hapo na maana. Sababu ni form 4 lakini hana cha kufanya. Kwa kituo chetu sisi, mtoto akifikia elimu ya form 4, sisi ndio tunamuona thamani. Tunamuona maana yake ni gold kwa sisi, tumtafutia la msingi ili elimu yake ipate manufaa. Tuangazie swala la miundombinu kidogo. Tukifika hapa tunaona kituo hiki kipo mfumo wa nyumba, labda ni upi mpango wenu, na je, kuna mpango gani ambao tayari mmeshauweka masuala mbalimbali kama kwa kweli mpango wetu wa eneo sasa hivi katika eneo letu hili kuna mji mpya unakuja mji mpya, na sisi tumeweka orodha hapa. Kwa hiyo tunategemea tunapeleka maombi yetu kwa wakuu wa katika eneo hili mjengiwe skuli. Sisi hatutaki fedha, sisi watu tujengie skuli ambayo itakuwa na hadhi manake. Wale watakabidhiwa fedha, lakini sisi hatutaki fedha. Sisi tunataka tujengiwe skuli katika eneo hili, na tayari mpango wetu tutakwenda kwa bunge na kwa mwakilishi kuangalia hilo, na jamii vile vile kila sehemu husika kwa tutakwenda. Hadi kufikia hivi sasa kuna juhudi zozote ambazo tayari zimechukuliwa kufanikisha hili? Tayari tulikuwa na mbunge kumweleza kadhia yetu hiyo hapo, na akasema atafanyia kazi. Kwa kweli tuna hatua ndogo ndogo tunakwenda nazo bado. Mwisho kabisa, ni upi ujumbe wako kwa jamii kwenye swala zima la maadili pamoja na malezi ya watoto? Kwa kweli jamii lazima kuiasa, manake kwa lazima mtoto kuwa anamwangalia makuzi yake, sawa na